yapatapo kunukuliwa kitu cha namna hiyo kwa mtume mwenyewe au kwa wema waliotutangulia, eti ionekane sahaba fulani aidha mtume mwenyewe anaenda kwenye nyumba ya ibada maombi kumuomba Allah tabaraka wa taala, kichwa kiko wazi. La wallah, hutaweza kutuambia kitu hicho alafu kikaonekana ni kitu cha kawaida. Yani mtu kajenga ada, si kwamba katoka kasahau, kajenga ada. Hii swala la kofia kuhifadhi kichwa chake, yani hamna. Basi imezidi, yeye atanyoa kichwa chake, atanyoa upara, atapaka mafuta, alafu atadanganya watu kwamba kafanya sunna. Sunna ya nani? Sunna ya nani? Si watu wa sunna basi, unaona? Yani sunna kanyoa nywele zake zote, kaweka kipara na mafuta namna hii kinawaka, ndio anasema sunna. Sunna ipi hiyo? Sunna kwenye hija, kaa usome, usichanganye mambo. Hiyo sunna unayosema umefanya sunna, hiyo sunna ni ya kwenye hija, ambapo Allah Mtume swalla na salama zote yake wakati wa kwenye viwanja vya hija alisema Allah warehemu wenye kunyoa, Allah warehemu walionyoa, Mtu mmoja akasema walmukassirina ya Rasul, na waliopunguza usiwasahau, akasema walmukassirin. Kwa ni mambo ya kwenye hija huko. Wewe wanyoa upara hapa, kichwa ukiacha wazi, unatembea na umefanya ada, unasema sunna. Sunna gani hiyo? Umeirithi sunna hiyo kutoka wapi? Sunna ni kufunika kichwa kwa kilemba. Mtu kashindwa kabisa, wanachuoni ndo wakaweka jambo la kofia, ahifadhi kichwa chake. Lakini kuna mavazi ya kisheria uvae. Wewe wavaa jezi waja msikitini, kwani hapa kuna mechi? Usikani sawa. Sasa wewe wavaa mtu mwingine eti jamani aja msikitini kanyoa aflo, kanyoa huku nywele zingine akaacha rundo katikati, mwenyewe anatembea bega lingine juu lingine chini, aingia msikitini, tena msikiti wasema msikiti wa sunna. Fa la ilaha illa Allah. Wewe waja msikitini hivi? Mtume swalla na salama anamuona mama akambeba mtoto mgongoni amenyolewa, baadhi ya nywele na zingine hazipo. Anakataza, ambia mnyoe zote, mbakizeni zote au mnyoeni zote. Nukuu ikaja ya mafundisho, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza, amekataza Mtume swalla na salama zote yake kaza, hal kubadhi tarku wa tarku ba'd, hal kubadhi ra'si wa tarku ba'd, kunyoa sehemu fulani ya kichwa na kuacha sehemu nyingine. Hili Mtume swalla na salama zote yake kataza. Wewe waja msikitini na fanki kiduku, waleta msikitini kiduku, tena msikiti wa sunna. Sisi misikiti yetu hii ni ya kuonyana, ya kuleana. Sasa wewe ukoje? Hebu tembea hata kwenye misikiti ya wenzetu ambao wanafanya dawa tusalafia, uone namna gani watu walivyoelekea. Nyinyi kwa nini hamuelekei na dawa zinatolewa mafundisho? Kwa nini mnakuwa wasuwafu namna hiyo? Shida yenu nini? Shida yenu ni dunia, au labda mnathamini kwamba mtaendelea kuwepo kwenye ulimwengu huu? Kuna wajanja ambao walikuwepo kwenye hizo swafu, leo hawapo. Kuna watu ambao ujanja ulipea mtu, akifika mahala wengine wanasimama kwa ajili ya heshima yake, hasemi, na watu wanaogopa kucheka kwa ajili kwamba yeye yupo pale. Mtu hata kama anachekeshwa italazimika auchune tu kwa sababu kuna mheshimiwa fulani. Watu wakaogopwa, lakini leo hawapo, wametangulia kwa Allah. Huu ndo mfumo wa dunia. Wewe unajiaminisha vipi kwamba utaendelea kubaki hivyo hivyo? Na vile unavyojiona kijana, unafikiria kwamba kijana hafi, au fikira zako zikoje? Vijana wangapi tulikuwa nao humu tukafanya nao harakati za dini? Kwani tuwataje majina? Hakuna sababu. Tulikuwa nao humu, tukawa nao, tunatoa salamu nao, tunapanga nao swafu, vijana wadogo walikuwepo wanafanya jitihada za dini. Leo hawapo, zimebaki simulizi zao. Sasa ujeuri wa nini? Ikiwa wewe ni mwanadamu uliyeumbwa kwa idadi maalumu yenye kueleweka, ujeuri unafaa? Utakufaa ujeuri, utakufikisha wapi? Wewe hufundishiki, wewe huelekei, maneno ya kashfa unayo wewe, dharau, kejeli, yani uchungi lugha ya kumzungumza mtu kwa nafasi yake aliyokuwa nayo. Huyu ni mkubwa wako, huyu ni imamu wako, huyu ni shekhe wako, huyu ni kadha. Wewe utazungumza vyovyote kwa kujivunia kwamba una nguvu ya kuzungumza, una power, una kadha. Ndio Uislamu ulivyo. Sisi tunasoma historia. Huu Uislamu asili yake ni vijana. Huu Uislamu huu asili yake wanaohudumisha Uislamu huu ni vijana. Akina Mus'ab ibn Umair walikuwaje? Si vijana jamani, ndugu zangu katika imani.
Mus'ab ibn Umair na wengine wengi masahaba. Ukisoma wale mubashirina biljanna, wasome wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo, usome umri wao, miaka 30, miaka 34, imezidi miaka 40, lakini ni chini ya hapo watu miaka 25, miaka 20, vijana ambao mtume alikuwa anashirikiana nao kupeleka gurudumu la Uislamu mbele. Mus'ab ibn Umair anamkubali mtume na mtume akamfanya balozi kwenda Madina kabla yake, akawafundisha watu Qur'ani kule. Lakini aliposilimu, jamii yake inamkusanya na kumwambia Mus'ab, tulikuweka kwenye kitengo maalum kama meneja wa kuziangalia mali zetu, na ukawa unatumia kwa namna unavyotaka, ukitaka kujenga, ukitaka kufanyaje, huna mipaka ya kutumia mali. Tunakupa masharti yafuatayo, tunaomba utusikilize. Leo umetukhalifu sisi, umeingia kwenye dini ya Muhammad. Chagua moja kati ya mambo mawili: aidha urudi kwenye imani yetu sisi mababa zako tuliyokuzaa, au uendelee kubaki kwenye imani ya Muhammad, lakini tukabidhishe funguo za zile mali ambazo tulikumilikisha. Chagua utakachokitaka, aidha baki nao hao Waislamu, lakini tukabidhishe mali zetu, tukabidhishe stoo zetu. Mus'ab ibn Umair anasema, chukueni mali zenu, mimi siwezi kubaki kwenye ukafiri. Ni kijana mdogo, kijana barobaro wakati huo. Mus'ab, Mtume swalla na salama zoje yake anamkumbatia Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair akasoma dini, baadaye yeye alipelekwa kule Madina, ndo alianza kuwafundisha watu wa Madina Qur'ani kabla ya mtume hajaenda Madina. Lakini Mus'ab ibn Umair, kijana aliyetoka kwenye familia ya kitajiri, siku anakuja kufa hata sanda ya kumkafinia haipo. Mus'ab ibn Umair ilipatikana kipande kidogo cha sanda ambacho kilimziba maeneo ya uso wake, na kuanzia kwenye kiuno na kwenda huko hakuna sanda ya kumziba, hakuna nguo. Ana udhalili mkubwa, nguo ya kumsikia hakuna, kuna udhalili mkubwa na hali ngumu. Mtume swalla na salama zoje yake akawaambia wale waliokuwa wanamstiri Mus'ab ibn Umair kwamba lisiwapeni shida, hebu huku kuna kotosha nguo, chukueni hiyo nguo, kipande chake cha nguo, mfunikeni huku usoni, lakini huku ambako hakuna nguo ya kumfunika, tafuteni manyasi huko na majani, mumzibe, muweke kwenye lahadi na mumfukie. Khalas, jambo lake liishi. Mus'ab ibn Umair anakufa na mazishi yake yanakuwa yana sura hiyo. Kazaliwa kwenye familia ya kitajiri, kijana wa watu, anatanua kwa lugha ya kileo. Wakati huo anakula anachotaka, anaishi anavyotaka. Familia imemridhia kwamba wewe kwa sababu ndio kijana unaiweza kuyageuza mambo, basi biashara ni hizi zisimamie. Lakini anakuja kusilimu, familia yake inamgeukia. Huu ndio ukweli unayetakiwa kwetu sisi kwenye hii dini. Sasa tumchie Allah tabaraka wa taala na tuwe pamoja na wakweli. Wakweli ndio hawa tunawahadithia. Wao wana mifumo yao ya maisha, namna walivyokuwa wanaishi wao ndivyo tunavyotakiwa sisi tuishi kupitia dini. Kile kilichoonekana kwa wao ndio dini wakifanya. Mtume swalla na salama zoje yake anakuja kuswali nao tarawehe kwa masiku yenye kuhesabika. Watu wamefura msikitini kiasi ambacho yani hata akigeuka mwenyewe mtume anaogopa. Hakuna hata mmoja katika wale masahaba aliyekhalifu na kukosa hii swala ya tarawih, hakuna hata mmoja. Sasa anakuja siku ya pili, kama kuna mtu alizembea huko na yeye kambeba mwanawe, sijui kakusanya wake zake, watu wamefura msikitini, msikiti hauna nafasi, wamekuja kuswali swala ya tarawih. Mtume ameswali tarawih siku chache zenye kuhesabika, baadaye akasema ngoja niache, akaacha kuswali tarawih kwa jamaa kwa maslahi maalum, isije Allah tabaraka wa taala akaifaradhisha hii swala ikaonekana ni faradhi. Sasa yeye alikuwa anachelea sana uzito kwa watu. Mtume akaamua kuacha kuswali swala tarawih kwa jamaa. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ndiye aliyekuja yeye akahoisha hii swala kuiswali tena kwa jamaa msikitini. Na ndio maana tunawazungumza makhulafi kuhusiana na masala ya bid'a, wao wanageuza neno hili la Omar pale aliposema neema katika bid'a ni hii, neema katika bid'a ni hii ya tarawih. Hasema sasa nyinyi mnashindwaje sasa kutuelewa sisi tunaposema kwamba bid'a zimegawanyika, kuna bid'a mbaya na kuna bid'a nzuri? Mbona Omar anasema neema ya bid'a ndio hii? Ni hoja dhaifu tu kuijibu kwake.
Bid'a hapa maana yake ni bid'a ya kilugha, lakini bid'a hii hatuwezi kuhukumu bid'a kwa maana ya kwamba ni bid'a. Mtume aliswali, hatuwezi kumataka ni bid'a. Mtume aliswali baadhi ya kwa mambo fulani, lakini ya sababu na wengi wamekaisi na sasa hapo tunapasisha kubadilika mfumo ambao kwa na sahaba ridwanullahi ta'ala anhu. Kwa ndugu zangu katika imani, na saa hizi namuomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe sisi miongoni mwa watu ambao tunapoyasikiliza maneno ya dini yanatuathiri kama vile walivyokuwa wanaathirika masahaba, na Allah atuonyeshe haki tuweze kuifuata na batili tuweze kujitenga nayo. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.